Habari zenu, hello guys. It's your boy Drona. Leo tena nimekuja na business idea nyingine. Actually, hii idea ukiangalia on one hand ni kama vile ni problem au ni tatizo, especially in our society, kwenye jamii yetu. Kwenye jamii yetu kuna changamoto hii ya unakuta kuna baadhi ya sehemu barabara hazina zebra, hazina matuta kwa ajili ya kuforce magari au vyombo vya moto kupunguza speed. Kwa hiyo inaweka maisha ya wavukaji kwenye hatari. Sasa kama solution ukiachana na kwamba tu kuliachia hili swala la serikali peke yake, ni na proposition kama ile ambayo inayofanyika kwenye mazingira ya shule, kwamba mtu anakuepo, anasimama, anakuwa anaenda ameshika zile signs au alama zinazokuwa zimeonyesha kwamba nenda au usiende. Tunaona hata kwa wale wanaokuwa na jogi kwamba wanakuwa nenda na wave either go or stop. Kwa hiyo kwa sehemu kama hizo patikana watu ambao wanakuwa wanajitolea kwa ajili ya kuajiri hao watu wanaosimama kwenye barabara ili kuruhusu au kuzuia magari kwenye sehemu ambazo hakuna hizo alama. Sasa ndio, au hata basi wapatikane wapatikane watu ambao wanaweza wakafund kwa ajili ya kurekebisha hizo road signs ambazo zinakuwa zimemiss. Kwa sababu miongoni mwa sehemu kubwa hasa ambayo ninayozungumzia ni pale Baruti. Mimi mwenyewe nilivuka barabara pale. Hey guys, it's a nightmare. Yaani ni hatari sana. Yaani na mimi nilifanikiwa nilivuka tu nusu ya barabara. Sikuvuka the whole way. Yaani kwamba from one side of the road to the other side of the road, which means kwamba nilidrop kutoka kwenye gari la mwendo kasi, then kwa sababu tunashushiwa katikati ya barabara kabisa, ikabidi nivuke upande mmoja. That day kuna watoto waliokuwa wanavuka wa shuleni. Kwa kweli iliniogopesha sana. Kwa hiyo hasa napendekeza hivyo kwamba wapo watu ambao wanakuwa wanapewa mamlaka ya kusimama barabarani na kwa wanaenda wanaonyesha signs kwamba na unaweza kupita na you should not. Ndio kwa hii inaweza pia ikasolve na lile tatizo ambalo nilikuwa naliongelea juzi kati hapa, kama nilivyowajuza swala la ajira, upungufu wa ajira. Hao watu ambao hawana ajira mtaani, seriously, wengi wao ni watu ambao unaweza ukawapata kwa kiwango kidogo tu. Sawa, kwa kiwango kidogo I'm talking about $100 kwa mwezi. Sawa. Kwa hivyo ili mradi tu mtu aweze kutoka nyumbani, aweze kujitegemea, sawa, ku reduce financial burden especially at their homes. Sawa. They really need. Ndio. Kwa hiyo hivyo hasa ndivyo ambavyo napendekeza. Lakini tofauti na hivyo, kwa serikali, kwa watu wote ambao wanaona kwamba hii inaweza kuwa implemented, au kama una mawazo tofauti, nakaribisha hapo chini kwenye comment, na sikiliza kila mtu. Kwa email zangu unaweza kanicheki, tukawasiliana, tukaelezana zaidi. Tofauti na hivyo, nipende tu kuwashukuru kwa kuendelea kunisupport, kusikiliza hadi mwisho wa hii video, na tutafika pazuri zaidi. Asanteni sana, na niwaalike hata na TANROADS au mashirika ya kiserikali ambayo yanaweza yakatoa mbadala mingine hivyo kwa ajili ya kusolve hili tatizo. Asante sana.